Yo, mambo vipi? Wana IQ ya mtaa. Leo nipo na mwanamuziki Rawena Sky. Tunataka tuambie historia yake ya muziki, atuambie imekuwaje kuwaje mpaka akajiona yeye ni mwanamuziki, akajiona anajua kuimba mpaka akaingia studio. Inakuwaje Rawena? Poa, kwaje? Unyama? Unyama bro. Mwanangu, tuambie historia yako kiufupi. Yaani ulijuaje kama wewe unajua kuimba? Kwanza kabisa story yangu inaanza kwenye biashara. Unajua mimi ni mtu ambaye napenda kuangalia watu wenye mafanikio, vitu vinavyofanya watu wafanikiwe, unajua Yeah. So nikaona mziki ni moja kati ya nafasi pia ya biashara. Kwa hiyo sikuingia kwenye mziki kwa sababu unajua kuimba. Niliingia kwa sababu ni biashara. Sababu ni biashara. Uliingia kwenye muziki mwaka gani? Nimeingia miaka 3 nyuma, kitu kama hicho. Miaka 3 nyuma. Mpaka sasa hivi unajiona wapi? Mpaka sasa hizi mafanikio yapo, ingawa ni madogo bado, na naendelea kupambana kwa sababu kila biashara inaanza chini. Ndani ya miaka hiyo 3 ambayo umeingia kwenye muziki, ni nyimbo ngapi ambazo umetoa? Nyimbo kabisa nilizotoa official za kwangu ni nyimbo 3, kiachana na nyimbo nilizofanya na makampuni kadhaa. Nimefanya nyimbo 3 za kwangu. Kumbe umeshawahi kufanya nyimbo na makampuni? Nimefanya nyimbo na makampuni, nimeshiriki mashindano, nimefanya nyimbo na watu ambazo zimeenda kwa watu, yani hazipo kwenye mitandao yangu. Imekunufaishaje sasa ulivyokuwa unafanya nyimbo kwenye makampuni? Ulikuwa unafanyaje? Maana hapo sijaelewa. Makampuni mfano matangazo, nimefanya tangazo la Serengeti. Nimefanya kazi na Insect Producer, Insect Medity. Nimefanya kazi na Voice Brothers, rebo ambayo iko Mbeya. Kwanza safari yako ya muziki ilianzia wapi? Ulikuwa mkoa gani mpaka ukafika hapa town? Safari yangu ya muziki bana, mimi nimeanzia Katavi. Katavi. Ndio ulipozaliwa? Homie. Nimeanza Katavi, nimefanya kazi Katavi, nikaona hapana movement kubwa na challenge kubwa. Na ni kuweke wazi mpaka hivi ninavyoongea. Mimi nina tuzo ya msanii bora Katavi. Tunaongea na msanii mwenye tuzo, ana miaka 3 kwenye game lakini ana tuzo. Kuna watu wana struggle huu mwaka wa 10 hawana hata tuzo na wajulikani. Unawaambia nini hao? Cha kwanza kabisa wakubali kwamba mziki ni kitu kinachotaka nini chemistry na watu. Ukikaa studio ushauriane na watu, yani sio mbishi. Huwezi kujua mziki zaidi kama unavyofikiria. Wajue kabisa mziki unahitaji watu kadhaa hivyo, vitu kama hivyo. Hivi ni kitu gani watu hawakijui kuhusu wewe kama msanii? Kuhusu mimi, kitu ambacho watu hawakijui ni kwamba na maadui wengi katika miaka 3. Na hicho sure ni kitu ambacho natamani kiweke wazi, lakini nahisi hata hii media hamtanipa muda mrefu wa kuongea kitu ambacho niko nacho. Niko na vitu kem. Tuambie. Cha kwanza kabisa, kama kuna uwezekano unaweza kaangalia hapa masikio yangu hapa. Kama kuna uwezekano unaona? Naona. Unaona masikio yote? Naona. Kameramani kama angeweza kusogeza angeonyesha. Kameramani mfanya kama una zoom. Hiyo imekuaje mzee, mbona nini hiyo? Hii ni vita ya sanaa bro, na vitu napitia. Sasa mimi sinaona kama umefunga, kama kuna sijui vitu gani umefunga. Hii imekuwa kuna mtu namjua ananiwinda sana, anaingia sana kwenye njia zangu, lakini nimejitahidi kumkwepa. Alinibahatisha, mimi nilienda kununua reni natumia OG. Akamwagiza mtu aniuzie Eleni fake. Ile Eleni fake kwamba si aliweka na vya kuweka, ndio yamenitokea haya. Noma sana hii. Yamenitokea. Yaani sasa hapo ni umefunga? Hapa nimefunga ili vikatike kwa sababu sina hela ya operation. Amejitahidi sana kunipiga vita. Mimi napigwa vita bro katika wasanii wadogo ambao wanahangaika na mambo mengi. Mimi hapa kuna mada nilizua kama nimetrend hapo katikati. Imeonekana ile mada pia imeniongezea maadui, lakini mimi sijari. Noma sana. Hivyo ni kama vidonda hivi. Yaani Eleni zilikukataa. Yaani ile Eleni nahisi kuna vitu aliweka, kwa sababu na aliyenifanya mchongo akaja kuniuzia zile Eleni namjua, na alijua kabisa kwa kipindi hicho na shida na Eleni, na ndo anayetangaza nyimbo yangu. Kuna nyimbo nimetoa mpya, amewapa watu hela, anazungumza kwamba nyimbo sio yangu, nyimbo kafanya AI. Ni nani huyo jamaa? Atajulikana tu. Anatangaza, na kuna muda akaunti zangu anazichezea. Sasa hizi nimejitahidi kuzuia. Alikuwa anazichezea, anafuta nyimbo. Kuna baadhi ya clip nilikuwa nakuta hazipo hivyo.
Pia tumeona juzi kati umeposti huko na Rich, hivi inakuaje mzee, una support yale mambo au inakuwa vipi? Kuhusu Rich bwana, nadhani tusingeweza kuliongelea kwa sababu ni mambo ya sijui niliwekeje hili swala, na hiyo vita ningeomba hata watu wasijiingize. Kama umeona nimefuta posti zote zinazohusiana na mambo kama hayo. Watu wasijiingize kwa sababu ni vita kubwa, unapigana na watu wakubwa afu ambao huwaoni na hata ambao huwatarajii. Ni vita kubwa sana. Ningependa watu wasijiingize kama inawezekana. Okay fine. Tuongelee kuhusiana na nyimbo yako mpya. Nyimbo yangu mpya bwana, namshukuru Mungu nimefanya vizuri sana na watu wengi mpaka kunifananisha na AI, na maana nafanya kitu kizuri. Lakini anayewalipa pesa kwamba watu waseme ni AI aliyefanya hiyo nyimbo. Anayewapa pesa waseme ni AI aliyefanya hiyo nyimbo. Bro, nitamfanya kitu kibaya mimi nakuapia. Yaani kama sio mimi kwenda chini, yeye ndo ataenda chini. Kuna jamaa kumbe anafanya, kuna jamaa anazingua huko, anawalipa watu wakasemi kwamba hiyo nyimbo ni ya AI. Sasa ndugu yangu, tupigie mistari 2-3 ya nyimbo yako mpya. Sipendi sana kuimba interview, lakini kwa heshima ngoja niimbe. Sijielewi. Nyimbo inaitwa Sijielewi. Watu wakaangalia YouTube, wasikize, waone kama ni AI. Ipo kwenye digital platform zote. Rawena Sky Sijielewi naipata. Na anayesema kwamba ni AI, jamani, kazi ni ya kwangu, sio AI. Ukipenda unaweza kusikiliza wewe mwenyewe. Sio AI. Wanangu wanaosema ni AI, ingieni YouTube, andikeni Rawena Sky afu mkaisikilize hiyo ngoma. Kwanza kabla hujasikiliza hiyo ngoma, isikilize na ngoma ambayo ameifanya hapo nyuma, ili ukija kuihukumu hii ngoma mpya uwe umeongea ukweli. Maana ngoma ni za ukweli. Mi of course nimezisikiliza hizo ngoma, ziko fresh. Kwa kama wewe utaona kwamba ni AI, ndugu yangu, inabidi usikize ngoma za nyuma kwanza, au vipi? So AI, mimi naambia labda amue tu yeye kwenda kusikiza aseme ni AI. Na yeye nitajua ameripo. Sio AI. Kitu cha mwisho cha kuambia mashabiki zako. Kitu cha mwisho, kwanza kabisa wajue kama mimi niko tofauti na wasanii wengine. Mimi naweza nikafanya muziki wa afro na nisiimbie pwani eti ona no. Yaani mimi naimba kama ni afro, naonyesha natumia Kiswahili fasaha, nafanya kupiga hatua kila siku, natafuta sound. Ni mtu nafanya research kwenye sound cha kwanza. Kwa hiyo mimi niko tayari kuleta vitu ambavyo wanavikosa. Ndio kitu ninachoambia. Sure. Okay, niko na mwanangu Rawena Sky hapa. Tupo wapi dada, tukumbushe? Hapa tupo wapi? Tupo Home Decor. Hapa ni Ubungo East. Kwa kama utakuja hapa ukiwa unahitaji vitu vya nyumbani kwako vya kupendezesha, vitu kama unavyoviona, bei kitonga sana. Na hawa ndio wametudhamini sehemu ya kufanyia interview yetu. Okay, tuwashukuru sana watu ambao mnatufuatilia. Usiache kusubscribe, kufollow na kushare na kucomment. Pia tusisahau kumsearch mwanetu Rawena Sky, ametoa ngoma yake mpya, ni kali sana. Wanaosema ni AI, ndugu yangu, kaangalieni, kwa sababu mtu amejitoa, amefanya kazi. Watu wachache wanakuja wanatuharibia, wanasema kwamba ni AI, wanaharibu kazi za wengine. So ndugu zangu, tuacheni hivyo, tukacheki kazi huko. Hii ni IQ ya mtaa.